Ulipiga fix ile ya maana yani mpaka yaani wazazi wakaona bwana wakakukubali hapo na mwenyewe ukajikubali. Kwamba hii sehemu hii ningeongea tofauti mimi ilikuwa inakula kwangu. Kiongea tofauti bwana. Nakumbuka niliwahi kuiba samaki afu nikasingizia paka. Kala paka. Yes, bwana mambo vipi? Poa poa. Mzima kabisa. Mzima. Naitwa nani mwanangu? Naitwa Festo Nditi. Festo. Ndio. Wewe unapenda mambo ya mpira ninaona umekula jezi mwana. Yeah. Wewe ni Arsenal? Arsenal. Au umevaa tu ili mpendeze? Shabiki wa Arsenal mkeleketwa sana. Na sasa hivi vipi timu inafanya fresh au umeaisha? Timu inafanya fresh na mashabiki tunasikia raha. Unaweza kunitajia wachezaji wawili wa Arsenal? Yeah. Hebu umsikilizeni Namba 1 ni Raya. Namba 2 atacheza Ben White. Namba 3 atacheza Incampie. Namba 4 atacheza Saliba. Namba 5 atacheza Gabrieli. Namba 6 atacheza Zubimendi. Lakini ushavuka huko maana umesha namba namba 6. Hamna noma somba. Unaweza kumaliza wote hadi sabu pia. Bwana wewe kali sana nakubali. Asante sana. Sasa nataka nikuulize swali. Yeah. Hivi kuna uongo gani ambao ulishawahi kuuzungumza kwa wazazi wako afu mpaka wewe mwenyewe ukajikubali yani kabisa? Uongo ambao nilizungumza. Nilipiga fix ile ya maana yani mpaka wale wazazi wakaona bwana wakakukubali hapo na mwenyewe ukajikubali. Kwamba hii sehemu hii ningeongea tofauti mimi ilikuwa inakula kwangu. Kiongea tofauti ilikuwa na nakumbuka niliwahi kuiba samaki afu nikasingizia paka. Kala paka. Wewe mwanangu yaani ule samaki nilimla kwa kaka yangu alikaangwa nilimla kama kala paka yani. Umemdonyoa kama kaliwa na paka. Na chini kaangusha. Walipokuja ikasema kaliwa na paka na wakaamini. Bwana. Msala kwa mwachia paka. Msala nikamwachia paka. Ila baadaye baada ya siku 2 siku 3 wakaja wakashangaa kabati lilifungwa paka kaingiaje? Huyo paka anavunja kabati. Anavunja kabati au vipi? Bwana. Unafanya biashara gani? Mimi nipo tu nacheza mpira hivi yani. Hauna harakati yoyote? Sina. Sasa labda kama mfano inatokea leo unapata bahati ya kukutana na kiongozi yoyote labda unaweza ukamwambia kitu gani kwa ajili ya maisha yako au kwa ajili ya maendeleo ya maisha yako? Yani mimi kwa maisha yangu kitu ambacho nilikuwa na kinspire ni jeshi. Kitotokea nitaongea naye kama atanielewa ndio hivyo, ila ndoto yangu na malengo yangu ilikuwa ni jeshi na bado najiona bado nina nafasi. Ulikuwa unatamani kuwa mwanajeshi? Una umri gani? Na miaka 23. Kwa maana hichi kipande kama tutakiposti hapa kwamba wewe unatamani kuwa mwanajeshi. Wanajeshi wakiona wakutafute kwa namba ya simu ngapi? 06 83 75 50 10. Haya jamani, namba hii hapo hiyo. Kijana wenu huyu anataka kuwa mwanajeshi. Anatamani sana kuwa mwanajeshi mwanangu. Au unaona vipi? Napenda sana kuitumikia. Kwa nini yeye umetamani kuwa mwanajeshi? Yani tangu nikiwa mdogo. Yani hata mtaani wengi wanapenda kuniita kamanda. Kamanda Diti. Yani tangu nilipo mdogo ndio ilikuwa malengo yangu. Unashikashika sana bastola zile mabomu. Hiyo kwenye hatua ya ukuaji lazima upitie. Kwa hiyo ulikuwa na michezo ila hatua hata saa hizi bado kuna vitu fulani navipenda. Ndio. Afande Diti. Japo majina utani sio kweli, sijaajiriwa ila wanajua kwamba ni kitu ambacho nakipenda. Hadi yani nyuma watu walionizunguka wanajua ambacho ni kitu ambacho nakipenda. Sawa, unaweza kuambia kula watazamaji usisahau kusubscribe channel hii ya Mtaa Buzz. Usisahau kusubscribe channel hii ya Mtaa Buzz. Natuma salamu kwa watu watatu haraka shikaza. Napenda kutuma salamu ya kwanza iende kwa mwanangu Chobwedo. Edi Chobwedo. Salamu ya pili iende kwa mamangu mzazi Mwanarusi Hasani na salamu ya tatu iende kwa wanangu wote wa Stakishari. Umesikia kamanda anakuambia hivi wanangu wa Stakishari na wapeni hai. Au unaniambiaje? Wasema ndio hivyo. Mwamba kaiba samaki afu kampa kesi paka. Paka mpaka leo anakuchukia. Ashakufa. Alipigwa lazima anashikwa lazima. Yaani paka yupo bado anaishi au kashakufa? Alishapoteaga. Basi shukuru Mungu sana. Sababu gani? Huyo paka lazima angelipiza kisasi. Ni kweli. Mzee shikamoo. Marhaba, habari yako? Salama. Unaitwa nani? Mimi naitwa Hassan Rais. Sasa unafanya shughuli gani hapa? Mimi ni baba tu wa nyumbani na shughuli zangu ndogo ndogo kama business hivi.
ndizo ninazozifanya. Sawa sawa. Sasa mimi na swali fulani la kizushi tu. Ndio. Hivi mfano inatokea leo anatokea mtu anakupa milioni 100, utaifanyia nini? Milioni 100 kwanza nitabigeni katika vitu vile ambavyo mimi nilivikosa. Kwa mfano kama nipate maskani, nipate nyumba, alafu nipate biashara ambayo itaendelea kunizalishia hii milioni 100. Nitabuni hivi vitu hivyo viwili kwanza. Mahala pa kuishi, alafu biashara itakayoweza kunizalishia hii milioni 100 siweze kukatika kwa haraka. Sasa na kwa upande wa vijana, kwa nini wakipewa milioni 100 hawafanyi kile ambacho umekisema wewe hapa? Unajua wako vijana wenye mawazo mazuri na wako vijana ambao wanapotea. Vijana wengi wanapenda starehe, wanapenda kuoa, pengine anaweza kawa anataka kuongeza mke wa pili, au vimada wengi, au mtu wa kuruka majoka kila siku, au pengine ni mtu wa kupenda pamba nyikali, lakini mimi ni mtu wa kujiridhisha tu na kubuka hizi nguo zangu nizinunua siku nyingi, sijaenda tena kununua mtumbani kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo hivyo vitu kwangu naviona ni vya rahisi, havina nani sana kuliko maisha ya baadaye. Mnasikia vijana maneno hayo mnapewa na mzee hapo. Mambo yenu kula pamba hayo tena mademu nini, punguzeni. La sivyo milioni 100 inafanya nini? Inapotea tu hivi. 100 inataka. Nataka hadithi kwamba nilikuwa nazo. Ningejua hapo sasa umekuwa too late. No, so mchezo. Sasa nataka nikuulize swali jingine. Hivi kwa sababu gani unajua watu wengi sisi wanatutumia maswali katika hii channel yetu ya Mtaa Buzz. Sasa tuna channel inaitwa Mtaa Buzz, ndio hii ambayo tunazungumza sasa hivi. Sasa kuna swali moja hapa linauliza hivi, ni kitu gani kinachowasumbua sana vijana wa siku hizi? Labda swali lako ungeliweka sawa, kuwasumbua katika maisha ya kimaendeleo au maradhi au ni kitu gani? Lakini mara nyingi vijana wa siku hizi kama nimekuelewa ni starehe ndizo zinazowapoteza. Siku hizi ngoma nyingi, vijana wengi wanaruka majoka, vijana wengi wanapenda kulewa na naona hawawezi kuonekana kama ni kijana kama hajaenda bar au kama hajaenda dansi, vitu kama hivyo. Sasa mtu kama mimi vitu kama hivyo sishiriki sana, alafu wanasema tumepitwa na wakati, lakini sio tumepitwa na wakati. Tunafuata mpangilio wa maisha. Sawa. Sasa unaweza kutuma salamu kwa watu watatu ambao unawafahamu? Salamu za kwanza kwa mke wangu mwana harusi binti Elisha, yuko hapa Majumba 6. Kwa baba yangu mzazi mzee Mohamed Raisi na mama yangu Fatum Jaidi, hawa wote wakiwa Mtina Tunduru. Ndio. Sawa. Okay. Naomba basi waambie kule watazamaji usisahau kusubscribe channel hii ya Mtaa Buzz. Ningependa kuwaambia vijana na watu wote kwa ujumla wasisahau kusubscribe katika channel hii ya Star, yani Mtaa Buzz. Mtaa Buzz. Yes, bwana mambo vipi? Fresh brother, mambo mzima kabisa. Fresh. Mambo anasemaje? Salama kabisa brother. Wakati napita hivi na pikipiki nikakuona hapa unahangaika na mchanga huu. Hapa kuna shughuli gani? Mbona sielewi? Hapa bwana tuna shughuli ya kupakia mchanga hapa kwenye fuso. Au kiufupi tunaziita tipa za mchanga. Kwa tunauza kwa reja. Lakini sasa hapa mimi kama zamani nakumbuka miaka ya nyuma iliyopita ilikuwa kuna sehemu inaitwa Machimbo, ilikuwa Gongo la Mboto hivi unaenda mbele hivi kama unaenda Chanika. Sasa hapa imekuaje tena? Naona mchanga huko hapa Segelea vipi? Yaani Machimbo ni sehemu ya kufuata madini. Tunafuata madini kuna nani Machimbo tunaleta mjini ili kwa ajili ya kuuza reja. Na nyinyi ndio mnaouza reja? Na sisi ndio tunauza reja. Kwa kama mfano mimi nahitaji mchanga na upata kwako. Unaupata kwangu, kuna kokoto na mchanga. Sasa mfano kama mimi nimekuja hapa naulizia jina gani ili nikupate? Kwa jina la Simbilisi. Na mchanga mnauzaje? Mchanga kama mchanga tunauza kwa 200,000. Kama kuna gari aina tofauti gari. Unaona? Kuna tani 1, kuna tani 2, kuna tani 3. Kwa hiyo kila gari na bei yake. Ndio. Okay, kwa hiyo mchanga mnauchota kwanza mnausogeza hapa, alafu baada ya hapo hapa sasa ndo mnapeleka sehemu ambayo unahitajika. Ndio, maana kama tunawasogezea wateja huduma iwe karibu sana ili wasiende mbali. Sasa kwa kweli kuna faida? Kwangu mimi kwa mpakiaji mimi hapa kuna faida, sababu napopakia kama ile gari ulioikuta napakia ile ni shilingi 5,000. Kwa watu wawili 2,500 ile. Kwa watu wawili mkishambulia gari moja kupakia ni shilingi 5,000. 5,000. Na gani 2,500 2,500. Na kwa siku unapakia gari ngapi? Kwa siku naweza nikapakia hata gari 10, hata gari 5 kufuatana na hali ya hewa jinsi inavyoenda. Sasa kama mfano na mimi labda nataka nije na mimi ndio napakia hapa, inawezekana kweli kazi hiyo?
Utaweza kweli? Mimi nitaweza, sinajaribu. Bwana karibu. Sasa mwanangu, mimi mwanaume mwenzako unaniuliza nitaweza, wakati mimi mwanaume mwenzako ndugu yangu. Ujue ni bigi, unaangalia na mwili wenyewe jinsi ulivyo. Sasa ndio mwili wenyewe ndio utakata hapa, yaani wewe ubigi huu ndio unapokuja kukata hapa sasa mwili wenyewe. Au unasemaje? Ndio mazoezi yenyewe. Karibu brother. Kwa naruhusiwa kuja kupata. Naruhusiwa tu, ni bure tu, kiingilio ni bure, ni nguvu zako tu. Lakini huwezi wakakuzingua labda kukusumbua au kukupiga kono na tamaa au nini? Hapana. Kwenye kazi hizi kuna changamoto. Lazima unapofika hapa, hata unapokuja una lazima uwe mnyonge. Ila lazima upitie changamoto, kuna matusi aina mbalimbali, lazima utayavumilia, unaona? Kesho na kesho kutwa wewe na jinsi unavyozidi kufanya kazi, wewe unazidi kukomaza akili. Unakuwa kama muungano kufuatana kama jinsi ulivyowakuta wale walivyokomaa. Sasa na vile watu wanavyosema bwana, hawa jamaa watu wa machimbo hao wanaopakia mchanga ni wauni, ni kweli yeye ni wauni? Sisi sio wauni, sisi watu wa kazi. Sisi ni watu wa kazi. Tuna familia zenu? Na tuna familia zetu fresh tu, na kodi tunalipa. Wewe kama wewe na watoto wangapi? Mimi kama mimi na watoto 2. Okay. Sasa nataka nikuulize labda changamoto ambazo mnakutana nazo hapa katika hizi biashara au katika hii kazi ya mchanga. Changamoto gani ambazo mnakutana nazo? Changamoto bwana kwenye hizi biashara hizi ni kipindi cha mvua tunakutana. Sababu mvua ikinyesha gari hazieni kwenye masaiti. Na maana kuna titia. Ila jua likishawaka kazi kama kazi tunafanya mpaka kipindi cha masika. Kwenye kipindi cha jua nyewe kwenu ni ndo sherehe. Ndio sherehe sisi hapa ni. Maana kila sehemu gari unakuwa chini kumekomaa. Yaani kunaingilika kila sehemu. Sasa wewe unatokea mkoa gani? Mimi bwana natokea mkoa wa Mara. Unatokea Mara. Mkoa wa Mara. Sasa unaweza kutoa salamu kwa rafiki zako, washikaji zako au familia ambao wako Mara huko sasa hivi wanakutizama. Unaweza kutoa salamu? Bwana namsalimia babu yangu anaitwa Mzee Kahuta, Samsoni Kahuta. Ndio mganga wako wewe, ukimpigia simu tu kufanyia mambo anafanya. Babu, yani chapo tu ananifanyia maujiza yangu haya. Unaona? Wa pili namsalimia babu yangu. Babu yangu wa pili tena anaitwa Mzee Baskeli Sinde Walioba. Kutoka mkoa wa Mara, Bunda. Na mwingine wa mwisho? Wa mwisho namsalimia baba yangu anaitwa Jeni Samsoni Kahuta. Anatokea Bigegu, Bunda. Nadhani mmemsikia ndugu yenu anawasalimia jamani, mzee, wazee wake, babu, wote mnasalimiwa na bwana mkubwa. Unaweza kuambia jamaa bwana usisahau kusubscribe channel hii ya Mtaa Bazi. Bwana hii channel yetu jamani, karibuni sana Mtaa Bazi. Usisahau kusubscribe channel hii. Ulala tanisame bure hapo. Wewe sema tu usisahau kusubscribe channel hii. Usisahau kusubscribe channel hii. Usisahau kusubscribe channel hii. Blaza kidogo ulimi wangu mzito blaza. Sema subscribe. Blaza tanisame. Bwana mambo vipi? Fresh. Mambo anasemaje? Kama kawaida. Bwana nimekuja hapa maeneo ya njia panda. Hii sehemu inaitwa njia panda Segerea. Njia panda Segerea. Okay, ndio inakuwa inahusika na masuala mazima ya mambo ya michanga na nini? Hapa wajasiriamali wa michanga, nauza kwa michanga kokoto hapa nini kama unavyoona mazingira hapa ndio walivyo Sasa unajua zamani ilikuwa machimbo, naona watu wanaelekea sana maeneo ya Gongo la Mboto hivi kuelekea mbele hivi. Wanaita machimbo ilikuwa ni sehemu gani? Kule machimbo yako mengi. Kuna Kitonga kule, kuna Omboza, kuna watu kule wanaitwa Mwanamilatu, yote ni machimbo vile vile. Okay, sasa nilikuwa nataka nikuulize swali. Hapa kuna utaratibu gani kwamba kuna watu wanachukua mchanga kule wanauleta hapa alafu hapa ndio mnauuza au maana naenda mchanga ni mwingi alafu ile eneo alionyeshi kama linachimbwa mchanga yani? Ni kweli sisi tunachukua mchanga kule Kitonga, tunanunua kule jumla. Sisi tunakuja kuuza rejareja huko kama unavyoona mazingira ya kujiajiri wenyewe yani hapo. Unaitwa nani? Mimi naitwa Halidi. Halidi. Sawa. Sasa nilikuwa na swali moja la kizushi. Unajua bodaboda bwana ni watu walawama siku zote. Umeelewa Kuna bodaboda mmoja nikutana naye, jina simkumbuki vizuri lakini alilalamika sana, anasema watu wanaoendesha mafuso, wanaoendesha magari makubwa, wanadharau sana waendesha pikipiki. Hiyo imekaaje ndugu yangu? Ni kweli dharau zipo. Lakini sasa ukiangalia asilimia kubwa sana bodaboda wengi wanakuwa hapo katika formula nzuri ya udereva, kwa sababu bodaboda wengi wanakuwa hawana leseni, alafu nyingine wanakuwa wengi wapo katika vibe
ya aiza pombe au za nini, alafu ndio ilivyo yani. Kwa hiyo kwa bodaboda wengi sana wako makini barabarani. So kwa nyinyi ndio mnakuwa mko makini barabarani, mnakunywa pombe mkiwa mnaendesha magari makubwa. Sasa tofauti ya bodaboda na daladala au fuso, kwa sababu bodaboda ni miguu miwili, sidi daladala miguu minne. Sasa mwana makosa makubwa sana kwa ni bodaboda, kwa sababu bodaboda sehemu sio overtake, yeye anaingia overtake, si ndio? Sehemu ambayo ya kusubiria zebra mtu apite, yeye kapita. Kwa hiyo ajali nyingi sana wanajisababishia wenyewe bodaboda. Sasa kama mfano ile kamera pale na kutuangalia sisi, tuseme wale ndio bodaboda, unawashauri nini yani kutokana na zile changamoto zao ambazo wanazozileta katika haya magari makubwa? Mimi nawashauri bodaboda au madereva ambao wanatumia vyombo vya moto wawe makini sana barabarani, kwa sababu barabara ishakuwa kubwa. Alafu ile Islam vyombo vingi vya moto, afikiri mtu ana haraka na harakati za maisha. Kwa hiyo tu watulivu barabarani. Baba umesikia Khalid ndo kasema hivyo. Kasema bora kwa tulivu barabarani. So kwamba mnakwenda tu mkategemea magari haya yatawaheshimu, hiyo heshima haipo. Au unasema ni hivyo kabisa wani. Kwa hiyo Khalid ndo kasema. Sasa ndugu yangu Khalid, naomba utoe salamu kwa watu watatu ambao unawafahamu kabisa au wale washikaji kabisa wanawakubali kabisa. Napenda kutuma salamu kwa mamangu mzazi, anaitwa Moshi Fazi, ambao yupo Mombasa Mazizini. Napenda kutuma salamu kwa shangazi yangu Mwakifuna ambayo ipo Kiwalani, na napenda kutuma salamu kwa watu wote ambao wananifahamu. Haya, na kingine naomba uambie pale channel, usisahau kusubscribe channel hii. Usisahau kusubscribe channel hii. Rudia tena waje kusikia. Usisahau fanyaje? Kusubscribe channel hii. Subscribe channel hii hapa hii. Hamna noma. Asanteni sana.